Kanisamia hadi lugha unachanganya hata Kimasai. Unajua lugha nyingine hawaelewi sana. Lugha ya Chuga. Lugha ya Chuga. Yaani jinsi tunavyoongea. Hamna mbona Machinese ile kule ndani walikuwa wanaongea nini Swahili na ucha. Walikuwa wanaongea hakika. Tuanzisha hapo. Fresh hapo. Welcome back to another episode. This is Off Code Podcast. My name is Haji Mbegu. Leo niko na co-host anaitwa Idrisa Ibrahim hapa. Yeah. Nikusihi endelee kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube, endelee kutufollow kwenye account yetu za social media, Instagram. Leave your comment, au sio bana, una like, una share. We appreciate sana. Okay, leo Arusha kuna development league ambayo ilikuwa inaendelea kuanzia ilikuwa Disemba. Ndio. Kuanzia Disemba na leo mwezi wa 4 ndo finals. Leo Jumapili kuna finali ambazo zinaendelea pale. Na nikiangalia hapa kuna pamoja ya basketball senior na anointed senior under 23 wameingia finals. Alafu kuna game nyingine ya Okeswa na Elboru under 19. Kuna anointed girls na pamoja Queens yani under 16. Na game nyingine ya mwisho ni pamoja na Okeswa under 16 wanaume. Hizi game unaziongeleaje? Kiweli game zimekuwa kali sana. Inabidi mtu ufike pale ushuhudie, uangalie. Uelewe maki zimeitwa development league. Zina changamoto kinyama. Changamoto gani mwana? Viwanja au? Kwa sehemu ya changamoto ni upande mmoja ni wa viwanja. Viwanja vimekuwa havipatikani na viwanja vingine vimewekwa umbali kidogo. Kwa hiyo kunakuwa na ugumu wa kufika na ugumu wa kuendesha mashindano. Na pia changamoto nyingine nimeona ni madogo, kuna ukuaji wao. Sichukulii mazingira wanayochukulia, lakini pia kuna ile hamasa kwetu sisi wa watu wakubwa. Hamasa hiyo imepotea sana. Sasa ilipotea kipindi kile mabraza wakiwa wanacheza. Kwenye kuitangaza ligi, kwenye mwitikio wa watu kidogo imekuwa changamoto. Na kwani mwitikio, yani tukiongelea labda basketball ya madogo na mabraza ambao tunaongelea, mwitikio umekosekana kwa watu wakubwa kwamba na give up kuendelea kucheza basket au ni madogo ndo wanakosa ile motivation? Madogo wanakosa motivation kwa ajili hamna mabraza wakubwa wengi kuipa discipline kwenye game, kuonesha zile fundamentals, na pia wanashindwa kupata role model, mtu wa kumuiga. Kwa unakuta dogo anaishia kujidevelop yeye mwenyewe, ambao inaleta tabia tofauti. Na maana wachezaji wote wamekosa role model kabisa. Sasa hivi hamna. Angalia, atakuwa anacheki Alibo kwenye TV, lakini ni fikra wa kuangalia, ila akipata yule wa hapa. Sisi wote tumekuwa tukiona. Sisi wote tumekuwa tukimwona Chris akiwa anacheza. Tumekuwa tukimwona Faye akiwa anarusha shot zake. Wote tukaelewa shooting form inatakiwa iende hivi. Kaenda kutrain. Tumemcheki hadi Elia, cheki point guard. Bariki akiwa anacheza. Inakuwa ni tofauti. Hadi mtu anaokutrain yenyewe Nyaki. Ilikuwa ni tofauti kabisa. Sasa hivi hawapati kidogo, hata ile msisitizo umekuwa mdogo sana. Unakuta dogo anaingia uwanjani, hata kitu cha kwanza hajui zile fundamentals za kunyoosha mwili ili uwe stretching. Yeye akifika tu ni mpira kucheza, imeisha. Maliza stretch anaenda nyumbani. Lakini do you think hii ligi ya D-League inaelekea huko, yani itamotivate wadogo kuendelea kucheza? Inaelekea, lakini kitu nilichofurahia kikubwa, nakumbuka kuna ile podcast episode ya 4 Masanja aliongelea
alipata ile emotion, na ni ukweli, unaona hisia, na hisia ndio hujenga binadamu kwa matendo anayopitia. Kuna chali hapo hapo unamuona anafurahia, alafu upande wa pili unaona analia. Ni vitu viwili tofauti wanavyopitia. Hapo hapo mimi ndio naona ina create mtu, na dogo akishikilia hiyo hisia atatoboa sehemu yoyote. Hamna kitu kingine kinachomzuia. Kama ni mazoezi, uwanja huko. Kama ni mpira, mabro wako wa kuwaomba. Yeye tu, hamna kitu kingine. Consistency. Consistency. Naona kuna timu mbili za pamoja zimeingia fainali. Kuna wanaume na wasichana. Inaonyesha pamoja wamedominate kwenye hii development league, na ndio maana timu zao mbili zimeingia. Na pia chiki Okeswa. Na Okeswa. Kwa hiyo pamoja na Okeswa hapa ndio timu ambazo zimedominate league. Ndio. Unahisi pamoja wamedeserve kucheza finali? Ni ukweli. Pamoja isee ni organization ambao kila mtu kwanza inabidi aiangalie na afuatilie. Iko strict, kuna sheria, wachezaji wao wana msingi na msimamo, hamna kuyumbayumba. Kitu kwanza inaongozwa na Rasta MJ. Vitu vimenyooka, hamna mchezo kubabeki. Na sisi wote pia ukicheki tumepitia mikono ya MJ tukiwa Uganda wapi. Kwa hiyo hapo kila kitu kimenyooka. Ya pili akifuatiwa na assistant hapo Masanja, anasimamia kila kitu, anatekeleza kila kitu. Ya tatu hapo Bronash, namshukuru sana, anaweka msingi wa uwanjani uwe poa kwa kuwasisitizia wachezaji kufika uwanjani kwa usalama, na pia kuwaelimisha nje ya uwanja. Samahani kidogo nitazungumzia uwanjani, maana sawa, kuna mtu yote anaweza uwanjani unaweza ukafika tu ukacheza, lakini unajua katika mabro ulioona na role model ambao Mungu amenifundisha, dogo hata akiumia yeye ndo wa kwanza kufika. Dogo akiwa anasumbuliwa na hii kitu ana uwezo wa kumfuata. Dogo akiwa yani, baadhi ya changamoto zinakujana na basket, na pia maisha bila basket. Pia bado anasisitizia na anafika. Kwa hiyo big up sana kwa Bronash. Bronash amnua. Kwa hiyo nani ndo alikuwa role model wako kipindi unao? I see. Mpaka sasa hivi role model wangu kusema kweli ni wengi. Mimi ni yule mtu naokusanya vitu sehemu tofauti. Unaweka sehemu moja. Ndio maana basketball yangu hadi basketball mwenye IQ yangu ni tofauti. Sio kubwa kivile, maana sijatembea mbali huu, lakini ni tofauti. Hata jinsi ninavyocheza, jinsi ninavyotoa pasi, jinsi ninavyoongea, lifestyle yangu yenyewe inavyozunguka kwenye basket ni tofauti sana. Na natamani ni master ifike mbali, ila kwa role model ni mtu yoyote na umwangalia ambaye anafanya kitu kizuri ndio. Na hata kile kitu kibaya, maana unaweza ukacheki, kama ukifuatilia games za 80s 90s, wanapenda sana kucheki documentaries na pia kucheki hizi videos films za basket sana. Nikichukulia hapo role model wangu ni wa miaka ya kuanzia 90 kushuka chini. Maana kuna consistency, hard work, hamna ujinga. Sasa hivi tunaweka excuse nyingi, lakini kule kulikuwa hamna excuse. Unasikiliza, kuna samani nimesahau, lakini kuna hii 3430 ya ESPN. Kwa hiyo jamaa anasema zamani anaingia mbishi, afu ameajiriwa Army, afu ukicheki anachezea Washington Bullets kubwa beki. Kwa hiyo maisha ya basket tofauti. Ukitoka hapo ukiingia uraiani uchekei mtu kubwa beki. Wambuzi. Cheki hizo fundamentals zinazomjenga mtu. Anakuwa yuko strict, anaelewa kitu anachokifanya. Na ndo imekuza ile kipaji cha mpaka ukicheki mpaka Jordan. Ukiangalia sasa hivi ni watu kidogo sana wanaofanya, ambao ukimcheki ni LeBron. Sasa ni maveteran tukicheki. Hawa wadogo hawa wamefumu play zao ambao huwezi ukafananisha na kitu kingine. Role model wangu kidogo hapo
ya kuanzia miaka ya 90s ya. miaka ya 90s watu wao na maveteran, baadhi ya maveteran. Unahisi basketball imebadilika kwa kiasi gani ukifananisha miaka ya 90s? Imebadilika kubwa. Basketball ilianza layups. Ukicheki hata film zile za makocha wa zamani wafundisha layups, hook shots, kulikuwa hamna shots. Shots ndo zilivyoanza kudevelopiwa. Mimi naona ndo a wider range ikaanza kufunguka. Mchezaji gani ambaye ndo alikuwa tuseme ndo aliintroduce game ya kushoot ya? Nikicheki aise Na Real. Real na huko wote wameiga maki, kuna wachiki watu waliotangulia wakina John Havlicek. Larry Bird naweza nikasema, lakini Larry Bird ni tizi nyingi ndio inakuleta inakutoa inakuexpose ambao ndio ikamdevelop Tatum leo. Lakini kichiki majina Bob Cousy, nani mwingine naweza nikasema Jerry West, cheki muoni aliyoshinda 9 rings kubabeki Lakers wa Celtic pale, naweza nikamchagua Bill Russell. Alikuwa ni big man, alafu alikuwa ni kwenye defensive end. Ndio kicheki. Unajua mimi kwa upande wangu mimi naona basi ilivyokuja kubadilika. Ukiacha hizo shots, pia kuna zamani ma big man walikuwa na post chini. Na umecheki game ya sasa hivi, I'm favorite big man. Umegundua ma players wengi wanacheza small ball ambao ina favor ma point guard na ma shooting. Big man inabaki, ndio maana hata sasa hivi basket ya sasa hivi big man kunduka na rebound 15 sio kitu ya kushangaa. Inaonesha kabisa ni kama enzi ya zamani. Anasema ile kwamba big man alikuwa anacheza chini, lakini sasa hivi ma big man unakuta mtu hadi anakuwa mpira juu, anayemchukua mtu anaingia. Hiyo style imeanza lini? Imeanza hii, mimi naona imeanza yote, na tunampa pongezi Stephen Curry. Curry ndo kaifungua, na najua kuna watu wa zamani walikuwa wamefungua hivi. Tukiangalia Steve Nash, yule Jason Williams walifungua kwa pasi. Unaona zile freestyle passes. Freestyle passes wewe sawa unaitoa in creativity, lakini na malengo. Sasa yuko kule unampa yule kule. Kwa watu ukitoa na style inaonyesha as long as zimefika. Ile ilifungua watu wakawa wanarusha shots. Inamaanisha inatawanyika. Kadri inavyoenda sasa hivi game zinazochezwa ni pick and roll sana. Pick and roll mismatch, pick and roll open man au all star. Star wako mwenye timu ana dominate tu kama Edwards hapo. Ndio hapo LeBron na Luka inachagua na Tatum. Cheki huku Curry, lazima mpira uanze kwanza kwa Curry afu ndio uzunguke wote. Ukicheki nani mwingine Phoenix ni KD. Ukicheki Toronto, hata kwa hizi timu ndogo haswa nataka timu nataka nifuatilie sana ni Toronto Raptors. Maki kuna RJ Barrett, Ingram sema wa msimu huu kidogo injury, alafu Scottie Barnes. Hiyo ndio itakuja baadaye kuwa hatari. Okay, kwa hiyo Idi, tunarudi sasa kwenye NBA. Ndio NBA imenoga sasa hivi, watu wanakaribia playoffs. Imenoga sana wewe. Hii kitu haijatokea miaka mingi. Hii kitu watu inakuwa ishapangwa, kila mtu mechi nzima inakuwa yani kila mtu ashajua position yake, anaelewa anaenda kukutana na nani. Wachezaji kama ni ile kurest, hii mechi ndio inakuwa hata pia maruki wanaachiwa wengi. Tunaona sasa ile development ya mwaka mzima ile ilichukulia. Kwa mtu ambaye labda aelewi vizuri. Ndio. Baada ya regular season inakuja play-in tournament. Inakuja play-in. Timu gani ambazo zinakuwa zimequalify kucheza play-in tournament? Play-in ni mfumo walioweka wa kuwania namba 7 na namba 8. Lakini waliweka mingi cheki, waliweka in market. Ongeze viewership yani it's more about business sana ilikuwa inahusu. Lakini ukacheki ikaamsha na ile bage walikuwa wachezaji wanawahi kumaliza hapo katikati hapa, tuweke nini ili kiweze kuziba. Kwa hiyo tusiweke kuanzia wa 7 mpaka wa 10. Wakacheza mfumo wa mtoano. Ukipigwa umetoka, ukipigwa una advance. Na ukipigwa ukiadvance kama mtu wa 7 na wa 8
akipigwa ametoka, wa 8 anashuka, auye kucheza na wa 9 na wa 10. Wa 9 na wa 10 anaopigwa hapo ametoka, kwa hiyo anabaki wa 9 na wa 8 wanacheza kuwania namba 8. Kwa hiyo zinachukuliwa zile timu 6, zinachukuliwa timu 6 zinaachwa, afu namba 7 mpaka na namba 10 wanacheza mfumo wa mtoano kule, hapo imepangiliwa na NBA, hapo inaitwa play tournament. Kali. Ndio. Leo kuna games za play in, si ndio? Ndio. Angalia kule Eastern Conference. Na Eastern kama nikicheki Eastern ishatabirika kabisa. Nikicheki kama East Miami na Chicago yote tushazoea. Sema Atlanta na Magic. Lakini ya mwaka jana nikikumbuka Magic iliingia. Ilikuwa ni kama sikosei, kuna timu Magic ilikuwa ilipanda mwaka jana. Ilicheza play in. Haikucheza play in. Kama ikucheza nilitolewa, kuna timu ilikuwa pale ambayo nimeisahau, lakini sijui tutashangaa Miami mwaka huu tena labda atapiga comeback kama zile za Butler. Mimi nafsi za Butler kaondoka. Kwa timu imebadilika. Lakini West ndio kuna ushindani. West leo wakikamilisha wanaweza kupanga ile pool nzima ya playoffs itaendaje na play-in itaendaje. Unahisi baada ya Pelicans kutolewa kwenye playoffs ndio sababu ya kuuzwa kwa Ingram? Hapana. Pelicans kwa kipindi cha miaka 4 imeonekana kama destination ya injury. Haikuzi wachezaji, ukigundua imekuwa ikishuka wachezaji wao sustain availability. Kama Zion ndani ya msimu wa game 82 anacheza yani kota yake 30 kushuka, ambaye huyo ndio superstar anaotakiwa atakuwa pandishe Pelican. Na tumecheki pia availability ya Zion na kiweko, timu inapanda, asipokuweko inashuka. Na nikicheki msimu huu pia injuries ni ukweli, injuries ndio zimekosa timu nyingi zisizo playoffs. Lakini kuna timu bwana samani kwa hii, lakini Raptors mpaka sasa hivi wajielewi. Alafu ni mabingwa 2019 Kawhi alivyoondoka Lowry Utah Jazz Kyle Lowry hata angebaki singesaidia. Sawa, tunajua ni veteran point guard na ni mkali kinyama, lakini singesaidia. Ndio maana akauzwa akaenda Miami, afu akaipandisha mpaka final wakashindwa kumaliza. Ila West ni pagumu. Ndio maana kuna Dallas, kuna Sacramento na Memphis. Hapo bado hapo mmoja hatujamjua. Lakini nikichiki Dallas na Sacramento nikipredict Sacramento wana advantage kubwa, lakini chemistry yao bado haijakaa. Chemistry ya Lavin na DeRozan niko poa. Tunaona kuwa wana uwezo wa kushinda mechi kubwa kila kitu, lakini bado sijui ni spirit tuseme ama kuna kitu wanalaka. Maana ikitiki tu inabidi wacheze pamoja muda mrefu kidogo. At least one season. Maana pale ilikuwa ni, lakini ni kweli at least one season. Lakini pale nilijua Lavin na DeRozan wata uwezo wa kuinyanyua, na wakicheka leo wanapigwa na Dallas. Lazima Dallas idia cheki. Umecheki hiyo kwa group hiyo game iliyopita. Amekosa tu pointi 3. Bloku 3 afikishe 10. Alikuwa anapiga triple, amepiga pointi 20 na kitu, assist 10 na kitu, rebound 10 na kitu, block 7. Alikosa 3 tu. Afu kapoa. Kupata muda mwingi wa kurehabilitate injury zake, afu akatilia. Hamna hataki mdomo wala isolation. Unaongeleaje chemistry ya AD na Kyrie Irving na ile chemistry iliyokuwepo kati ya Kyrie na Luka? Nikicheki chemistry ya Luka na lack defense samani. Lakini hiyo ni kwa Luka na lack offensive player. Na anakupa point hamna kumdharau. Luka ana tricks man, ana tricks kinyama. Achezi defense. Ndio maana Lakers ikamsurround
Umegundua kwamba ile roster ya Lakers offensive player wako kidogo, afu wakazungukwa na defensive player hadi point guard wao Gabe Vincent akiingizwa ni defensive player, sio tena offense. Wakati Miami alikuwa offensive player, huko ameswitch maana afu furaha uko na LeBron Luka wakizingua ile wanarushiana boli na zingua si huko kwa mabeki anamalizia meishi akicheki huku Dallas, lakini doa Dallas hapo sana Kyrie anakupa kila kitu Kyrie anakupa kila kitu, afu Kyrie sio mtu kukata tamaa. Luka na LeBron kiishi kulia nyingi my emotion unaelewa wewe mwenyewe. Kyrie kwa beki emotion pembeni, kazi kuanza kuwabeki, afu pick and roll zao mkabanani. Kuna Clay kule sharpshooter utamwacha balaa. Nilijariwa tulikuwa tunaona the movie ni kama movie sini imepangwa ni kweli yani. Nani sasa hivi ipo kwenye MVP race? Kuna Shea, alafu kuna Joker, kuna Giannis, kuna Luka hapana, kuna Tatum, ongelea ambao wapo kwenye ambao wapo kwenye high rank ni watu watatu tu ambao ni Shea, Joker na Giannis. Kitu kitachombeba Shea ni kitu kidogo sana, ni timu yake ni ya kwanza basi na consistency. Nimecheki hapo jana news amepiga ndani ya span ya game 82 game 72 20 points average 20 points. Kwa hiyo inamaanisha game 10 tu ameaverage hapo 10 kitu. Afu ndani ya hizo game saa ngapi hizo game 72 ana 20 multiple, ana 30 multiple, ana 40 multiple, ana 50 multiple. Kwa hiyo ni kweli hiyo. Wanasema Shai lakini anabebwa sana ndio maana anaongoza. Na maana kasema anapenda game ya 90s kamcheck footwork works. Anakupaka. Kabla mjinao unaja. Sijao kuja fiki tatu ndani ya mtu mmoja unaenda. Anaanza ajabu. Ujaja kuweka. Ukija fiki ya kama ana rotate akirudi sumenyosha anafuata mkono. Ni rahisi. Kwa Shai anaweza akachukua. Shai anachukua. Lakini nani kavunja rekodi ya Joker? Triple double. Alafu Shai ana average 32 points per game. Joker ana average 29.8, Giannis 30.1 per game. Lakini ukicheck kwenye race ni Shai, Joker, Giannis. Giannis assist. Inabidi akaimprove assist. Giannis anakupiga ile ni double machine na akabiti. Unstoppable. Joker ni mindset. Na ikicheki ndo maana Nuggets inakuwa ndio kitu tapia tutaona kwa Dallas, naona wataemploy Mari Joker afu ndo the rest of the team. Lakini ikicheki Mari Joker na sivyo ikipelekwa kwa role players pale anachagua yeye mwenyewe afanye kitu chochote. Kuna yule anaitwa nani yule jana namba 3 yule wa Nuggets. Aaron Gordon. Ile mwingine ana shoot mbamba Kevin Porter. No, so Porter. Ni Porter Junior lakini Michael Porter Junior. Ni Michael Porter. Ndo shooting guard wao. Afu nikicheki point guard ni Jamal Murray, Joker, afu Aaron Gordon. Unahisi msimu huu ana timu ya kushinda championship. Nuggets siku zote na msimu wako na chemistry man. Anu kwa sababu hawaja trade mchezaji wao. Ni wao. Hamna haina haja hata ku trade. Wamemleta tu pale Raso kuwapa motivation. Hata angebaki na ile roster. Wangefika mbali. Tena mimi nilionaga walifambo wapi? Muuza Caldwell Pope. Caldwell Pope ni mchezaji ameshinda Lakers, afu akaingia sijui timu gani kwa wiki akainyanyua, afu akaja Nuggets kwa wiki akachukua. Afu nchiki Magic. Wamemuuza timu gani? Wamempeleka Magic man. Lakini NBA ilibadilika kidogo ikawa role players na ukicheki Celtic ndio imesaidia kumleta Drew Holiday na Derrick White. Pale ingebaki Brown, Porzingis
na Teta mna kitu. Wasingetoboa. Najua sawa na average point nyingi wanaweza kufanya kitu chochote, lakini defensive end tucheki. Holiday na White man. Wakanyoka jino finals kubadilika. Songo. Haitaki ring. Na usongo. Defense wins championship. Hiyo ikatai yani. Fact. Na hiyo ndio pia wachezaji wengi hii na si sana wachezaji wengi wa Arusha wafuate hiyo formula sana. Defense wins championship. Ni defense siku zote. Basi utapiga offense yako, mimi nitapiga offense yangu, tatoka sawa, lakini mwishoni anaokaba anacheza design ndo anashinda na ndo anapredict hata matokeo kuanzia mwanzo. So nataka kuniambia hamna offensive team ambayo imewahi kushinda championship? Tumeona mwaka huu kama Miami, lakini na game moja nilienjoy kucheck. Miami ameblow out Wizards point 49 wiki hii iliyopita, na game nilienjoy ambao nikasema wakina Luka wakiwa moto Lakers ni unstoppable. Ni ile walipocheza na OKC ile game 1 ya wiki iliyopita. Hamna mtu ile alizima, kila mtu alikuwa anachapa ikizunguka kokote ni unaweka yangu half time 70-50 kitu man. Hiyo huwezi zuia, lakini sasa hapo kuna off night hizo zinachangia kwa hapo. Sasa ndo afu hizo situation sijaziona zikiwakumba Lakers sana. Ndio naona defense yao pia inasaidia kuondoa hizo. Maana wakikumbwa na hiyo kwa begi piga siku dukaja amka. Angalia tarufa LeBron na yes kuamka. Reeves sawa. Reeves lakini tumeona experiment tayari. Kuna game ambayo Luka na LeBron hawajacheza, Reeves kaachiwa. Anapiga game, anapata points zake poa. Lakini timu haishindi. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo Idrissa ndio msimu na MVP umesema ni Shea kwa ajili ya stats na alivyopandisha timu yake. Joka kwanza tunampa pongezi, yeye ndo the best big man tumeona, na kwa msimu huu atavutiwa kwenye category yani hata Shaq lazima mconsider kwenye ile Hall of Fame of big man. Ametoboa hamna big man aliwahi kupiga hizo stats. Hadi still chali yangu ni wa pili man. Wa kwanza kwenye still sijui nani nimemsahau, afu wa pili ndio Joka. Rebound wa pili, nini assist wa pili, wa kwanza Trae Young, wa pili Joka, point ndo wa tatu tu. Basi kwa kumalizia ndio. So bado tuko kwenye play na tujamaliza kujenga hata playoffs, lakini kwa utabiri wako unaona msimu huu na anaondoka na hiyo anachukua. Msishagae kitu yoyote, mtu yoyote. Yaani hata timu zilivyosajili mtu yoyote anaweza anachukua. Una predict nani yani? Tunakupa hela hapo bet. Ni ngumu. Ni ngumu bado mapema sana. Tena hii first round wale wanasema OKC nani Rockets Mungu kule nani Cavs kashapigwa bwana. Cavs na Boston Mungu. Piga picha kwa beki Indiana nakutana na Bucks. Afu wametolewa mwaka jana wametolewa. Hiyo rivalry inaendelea. So na cheki ukija huku West kwa beki cheki prediction inapokuja. Deka nakutana na Clippers au Golden State au Nuggets. Hiyo ndo round ya kwanza. Deka nakutana na Nuggets like. OKC anataka kukutana na Timberwolves ama Jazz. Divisions. Utampa nani sasa? Afu wote wamesajili, wote wamestack team zao. Afu injury tu ndo juzi hapa nimesikia Kari kaumia thumb. Kwa Golden State iko na mashaka mage offense yao inaangukia kwanza kwa Kari, afu ndo inazunguka wengine. Hadi Green yeye mwenyewe ana implement the ball ni mdai Kari. Kwa hapo Golden State ndo naona itakuwa ina mashaka, lakini mwaka huu West tusubiri tuone. West moto. Tusubiri tuone. Lakers in 5. Lakers in 5 hiyo sikilizeni tu. Leo tulikuwa hapa Link Space. Sehemu ambayo tulianza kushoot episode yetu ya kwanza kabisa ya Off-Court Podcast. So tulikuwepo leo hapa na Idrissa. Asio bana. Ndio. Until next time.
subscribe, like, acha comment, show some love, au sio? Uhakika. Till next time, we out. Asante.